Habari, karibu Sauti ya Innovation, sauti za mabadiliko. Hapa kila hadithi ina hatua ya mabadiliko. Mimi ni mtangazaji wako Nyanchala Maingu. Nitakuwa pamoja na wageni mbalimbali, vijana, wabunifu, viongozi, tukiongelea masuala ya ubunifu ambapo tunaelekea katika kujenga jamii mpya. Na leo nitakuwa na mtaalamu mgeni wetu ambaye ni kijana ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kansa na anafundisha kumfanya mtu apate taarifa sahihi ya ugonjwa wa kansa, lakini pia ni mshauri wa masuala ya afya ya akili na ni mtaalamu wa masuala ya ukatili wa kijinsia ambaye ameweza kufanya na vijana, wanawake na watoto na watu wote katika jamii. Anaitwa dada Shazmin. Karibu sana, uwe na sisi, usiondoke. Habari ya asubuhi Shazmin. Habari. Karibu. Naomba nikupongeze. Jana ulikuwa na session, ilikuwa ni nzuri. Kabla sijaongelea session yako ama lolote, naomba nikupe nafasi ujitambulishe, jina lako, ujuzi wako, unachopenda, yani kuwa wewe. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Shazmin Kassam. Mimi ni counseling psychologist, mental health advocate na pia ni global cancer educator. Yani nafundisha kuhusu swala la saratani. Ni GBV activist na artist pia vile vile. Ndio. Vyote vya mtu mmoja. Wajua wanasema uzuri unaendana na mambo mengi kweli, mashallah. Shazmin, ninapenda kujua hasa katika masuala ya afya ya akili, mental health issues. Yeah. Kwa sisi vijana, mimi na wewe na kuna wengine wengi, imeonekana sasa hivi ni tatizo linalochipukia kwa kasi. Lakini wengi hatuamini. Kwa mfano, mimi mwenyewe siamini katika masuala ya mental health. Unadhani ni kwa nini? Kwa hiyo nadhani mwanzo tukimaliza hii session nafaa kuwa nimekuaminisha that it is okay. Mental health ukiangalia kwa vijana ni kwa sababu kumekuwa na a lot of stigma around mental health. Na hii stigma inatokana na ile myths and misconceptions. Ya kwanza unapata mtu anakuambia mimi mental health ni kitu tu ambayo mtu ana make up. You cannot be, yani haiwezi kuwa inaku affect kiasi cha kwamba huwezi kufanya kitu chochote. You are just lazy. You're finding an excuse to get out of things. So they take mental health as an excuse to get out of things. But then it is not that. Manake, unajua katika mwili wa binadamu, kuna mind, soul, spirit, na kichwa chako ndio kuna brain yako. And the brain ndio ina control the mental aspect of a human being. Ndio. Na kuna moyo pia. Lakini ushawahi kujiuliza, when it comes to physical health, why are we so quick to take care of people? Tunakuwa kwa upesi sana kumhudumia mtu ambaye akona ugonjwa mwingine wowote. It's like ukiwa na ugonjwa wa flu, siwezi kukwambia it's all in your nose. Because I know that it is really hurting. But ikifika kwa masuala ya akili, ile hatuioni labda ama hatuoni ile pain. Yani physically sioni pain yako. Okay. So I'm assuming it's not there. Lakini kitu ambayo huioni haimaanishi haipo. Ni kama vile tu tunaamini mambo mengi ambayo hatuyaoni. Nakwambia you breathe in air. Do you see the air that is around us? Hatuioni. So tukija kuangalia one of those challenges katika setup ya youth ni they really take these myths seriously without looking for ways ya kuzidebunk. Hawatafuti njia ya kusema hii ni kweli ama hii ni uongo. Kitu kingine tunakuwa na ule like trust issues. Sana napata mtu anakwambia mimi siwezi kwenda kwa counselor, mtu hata simjui na nimueleze shida zangu. Iwapo ataenda kumwambia mtu mwingine, and I really want to tell the youth that kuna the aspect of confidentiality. The ethical boundaries ya counselor inamwambia mambo ambayo anasikia katika session ni ya kwake peke yake. Na iwapo atatumia ile aspect ya huyo mgonjwa, itakuwa tu pale anahitaji further treatment or further
implementation. Kwa mfano mtu ambaye anataka kujitoa uhai. Nikipata kijana amekuja kwangu, tumefanya sessions na anataka kujitoa uhai na mimi nimefanya nipasavyo. Lakini sijaweza kumtoa katika ile thoughts. Sijaweza kutoa ile mindset yake ya suicidal thoughts. What am I going to do? Itabidi nitafute institution yenye ina deal mwafaka nayo. Lakini ninapokwenda pale simwambii shida ya huyu ni hii. Nitasema hivyo. Nitasema client wangu anataka kujitoa uhai, nimejaribu yani kadri ya uwezo wangu na sijaweza kumsaidia atoke katika hali hiyo. So tunamsaidia vipi? Lakini sitaenda pale nimwambie mtu fulani hapo na shida hii. So confidentiality is there at all times. And in case hata mimi kama Shazmin nataka kutumia story ya mtu katika maybe to educate other people or maybe to just create awareness on something, nakwambia dada, nataka kutumia story yako lakini sitatumia jina lako. Je, unaniruhusu? Do I have a consent? If they give me consent, I can be able to use that example with her consent, not with her name. So ukiona hata kansela kule nje ana create awareness na anasema story ya mtu, ujue either ile jina silo na amepata consent yake. Yes, so kwa hiyo masuala ya afya ya akili tuanze kuyaangalia hata kama hayaonekani, lakini yana athari kubwa hasa kwenye kundi la vijana. Tukiangalia Mombasa Swahili Port Hub Coalition na Tanga yetu, kote kuna hii mradi wa GYN na kote kuna campaign mwaka huu ya narrative change. Sasa hebu tukiangazia narrative change, utueleze Swahili Port ni eneo la namna gani kwa kijana in relation to narrative change, na kwa namna gani pia tunahusianisha masuala ya narrative change ambayo hatuyaamini, yani hatuamini kwa masuala ya afya ya akili, nao tunahitaji watu watoke katika ule mtazamo, waje wajue kwamba hakionekani lakini kina athari. Kwa hiyo please walk me through the Swahili Port as a hub for the youth and then come integrate it with the narrative change concept. Okay. When it comes to narrative change, you cannot have a narrative change if you're not the change itself. So you have to be that change itself. Na kama Swahili Port tumekuwa tukiangazia mambo ya mental health toka kitambo, lakini saa hizi tunaanza sasa debunk zile myths na kuondoa zile stereotypes around mental health. Na part of changing the narrative is being able to create platforms where youth wanaweza access ile information. And they have to be willing to access the information. I can give the information to you, but you have to be willing to absorb it, to integrate it in your life. So this is to the youth. For us to change the narrative, tunafaa to debunk the myths, number one. Number ya pili, kuna alternative methods, kuna alternative methods katika mental health. Si talk therapy peke yake. Alafu pia tunafaa kujua kuwa you getting the assistant in mental health haimaanishi kuwa akili imeruka. Haimaanishi kuwa now you are not okay ndio unaenda kuseek ile help. We have preventive measures. So preventive measures are part of that narrative change. Why should we wait for the youth to reach that end point? Imefika end point, amefika to the burnout. Tunafaa tuanze huku kwa preventing, asifike huko. So part of preventing, kama nilivyosema hapo, it's not only talk therapy. Kuna mambo mengi ambayo nataka kuyazungumzia. Ndio. Hilo ni jambo jema. Kama kuna hayo mambo mengi, nakupa nafasi uzungumzie. Ila naomba pia utuonyeshe ni kwa namna gani, kama podcast yetu inasema ni masuala ya sauti za ubunifu, kwamba tunahitaji ubunifu uonekane, na ninaamini ubunifu uko kila mahali. Namna gani ubunifu upo kwenye masuala ya afya ya akili kwa wale wanaotoa huduma za afya ya akili? Okay. Katika upande wa ubunifu, yani creative part. In fact, creativity inasaidia sana kwa akili.
Unajua kila tunapolala, kila tunapoamka, new brain cells zinakuwa formed, new memories zinakuwa filed in our brain. And part of making the brain strong, it's just being creative. We can have art therapy. Art iko katika masuala ya ubunifu. Unatumia vipi ile art kuzingatia afya yako ya akili? In fact, let me shock you, or maybe labda ni kitu unajua na pale ambao haujui. For a very good psychologist, unaweza kujua shida yako just by looking at a picture you've drawn. Oh, yeah. Na sana sana hii tunatumia kwa teenagers na watoto wadogo, maanake hawadanganyi hata kwenye picture. oh. Unaweza kumwambia unaweza kuchora familia please, na atachora familia. Kwa yule ambaye anambuli atamchora mkubwa kidogo. Kama mtu anampiga ile mkono yake ataichora funny. Kama ana feel intimidated, self esteem yake ni ndogo, atajichora yeye ni mdogo katika ile familia. Na kama baba yuko mbali, atamchora mbali katika ile family picture. Kuna tu kitu itasema pale that pia the color choices. By the way, color coordination, the color in therapy. Yeah. Unaweza kusema mtu akona challenge gani kwa zile rangi ambazo ana choose. Unaweza kusema mtu akona challenge gani pia what part of the body anaosha kwanza. Yeah. Sasa mimi napenda rangi na napenda kuchagua. Kwa mfano kwa leo unaweza ukasemaje? Mwanzo umependeza sana. Asante. Umependeza sana. Na naona umematch your skirt or zipper dress. Yeah, match it to your scarf. I love matching as well. And yeah, naweza sema wewe ni mtu ambaye you care about your appearance. Oh, thank you. Yeah, you do care about your appearance, and it helps boost your esteem. Yeah, but the grooming boosts the esteem of people so much. And naweza taka kuambia hivi watu ambao wako katika ile hali ya depression. Unajua mtu akiwa katika hali ya depression, songamana wa mawazo, we are too quick to tell them, si utafute tu mtu uongee naye. Can you just look for somebody to talk to? Can you get out of the house? Lakini mtu anapokuwa katika ile hali hiyo, the most difficult thing for them is grooming. Oh. Na unapata hata hana ile hamu ya kutoka kwa nyumba because hana nguvu ya kujigroom. Oh. Hana ile nguvu ya kuoga, hana nguvu ya kupiga mswaki. Hana nguvu yani hata afanye kitu yoyote yani. You get it yani. So takeaway to them is, kama unaona it's really hard to comb, choose a protective hairstyle. Itaenda muda mrefu. You won't just trying to look for the word. Kwa hiyo unasema kuna vitu vinakuja kwa sababu ya maisha tunavyoishi, labda tumechoka, tunafanyaje. Kwa hiyo kama unahisi kwamba hauhisi kuoga sio kitu cha kawaida, ndio hauhisi kupendeza, kwa mfano kwa wamama ama wadada, vile umezoea kuweka nywele zako, kutumia muda wako kuhakikisha makeup imekaa ama lipstick ama lip shine, kwa hiyo uchague mbinu ambazo si ngumu sana, lakini bado utaweza kuonekana katika muonekano ule. Yes, you make it easy for yourself. Kama uko na tatizo, maybe nikwambie, can you just go for a walk? Unajua mtu pale anafikiria, mwanzo itabidi nioge, kisha nivae, kisha nitapute viatu, alafu ndio nitoke. So to make it easy for such a person, kama unaishi naye, unamsarishia kila kitu pale. Anakuwa na muda mzuri sana katika kujitayarisha. And there's one thing nilikuwa nimeona, mtu alikuwa anasema, if you're finding it hard to shower, have wipes with you. It is not normal, but you deserve to be clean. Kama uko na tatizo ya kupiga mswaki, kuna zile travel size, yeke kwenye bagi. Unajua unaweza toka kisha uko like, by the way nilisahau. Ukafanya. So unakuwa nayo hapa kwenye mkoba. It is not normal, but you deserve to be clean. So twende kwenye ubunifu wako ule wa kufanya meditation kwa kutumia muda mfupi. Mimi nina dakika 1. Tunaweza tukafanya? Ndio. Okay. Karibu.
So katika ubunifu wa mental health tuko na hizo alternative therapies. One of them is breathing exercises. Breathing ina help katika anxiety. Breathing ina help to just calm you down. Breathing ina help na digestion, ina help na sleep, ina help na mambo mengi katika mwili. Not only the mind. Yani the mind, body yako, soul yako. It is just very beneficial. Yeah. So tuko na grounding exercise whereby sasa vile tumekaa naweza kuweka mkono wako kwa lap. Ndio. Cha funga macho yako. Mimi pia nifunge. Okay. Mimi nimefunga pia. Okay, so mwanzo ningependa ningependa stretch muscles zako kwanza. Ningependa stretch mabega. Relax. Ningependa you move your head side to side. Move your head side to side. Okay, now let us start. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Feel the tension in your head. Breathe out the tension. Breathe in. Welcome positivity. Breathe out. Breathe in. One hand on your chest. Put one hand on your chest. Breathe in. Feel that tension in your chest, whatever is there, whatever fear is there. Breathe it out. Breathe in. Out. Now move that same hand to your stomach. Breathe in. Out. Now breathe in. Hold your abdomen. Hold your stomach. Breathe out. Now take that same hand back to your lap. Breathe in. Out. Now shift your attention to your toes. Breathe in. Out. Now slowly open your eyes. Oh, wow. Yeah, that was a short demonstration. Oh, asante. Sasa hivi ninaweza nikamweleza mtu yoyote kwamba ni kweli afya ya akili ni kitu muhimu, na ni kweli inabidi wewe mwenyewe uwe ni mtu wa kujiangalia. Mara nyingi tunasingizia uchovu, lakini una umuhimu wa kuweka jicho la tatu katika namna gani miili yetu inaenenda. So Azmini, asante sana. Naendelea kukupongeza na naendelea kukupa hamasa ufanye kazi yako nzuri sana. Natumaini nitazidi kupata haya mawazo yaliyo mazuri na huu ujuzi ili na mimi nisizeeke, niwe na afya. Asante sana. Karibu sana.